I'm telling you, story ya leo hata sina rate. I am reading directly from the person. Kwa sababu nimecheka, nimebaki sasa nikiwa shocked. Mambo ni mengi hapa nje jamani. Kama hauna snacks, you better go for them. You better go and take those crips. Na uketi kitako kwa sababu is about to go down. There's this guy I met when I was in Form 4. Nilikuwa day school. Now we were living around Zitech University. So I was exposed to a lot of things. The guy hakuwa na job. Na alikuwa dropout wa Cooperative University. Na I really liked him. Though age difference was 9 years. 9 years? Msichana, uko Form 4. Mind you, nilikuwa nabeba food from my mom's house. Nampelekea ndiyo baby. What the hell? Who the hell? I will never. And I pray this spirit isiwahi guza marafiki zangu mahali popote muko. Ati mama yangu apikako chakula amebajetia watu wa nyumbani. Alafu extra nyengebaki ningekula asubuhi na chai hapo kando nikuletewe. Nigga. Never. Anyway, what do I know about love? I'm just a young girl. Maybe sijawahi penda ikafika hiyo extent. Ikafika hapo. Mind you, nilikuwa nabeba food from my mom's house. Nampelekea ndio baby boy asilale njaa. This went on for months. Once akanipea simu yake nimweke kwa charger kwetu. I knew his password. Vile nilifungua, I figured out that he was sleeping with another woman. Na I was in love. Hey! Kai baba yangu. You were in love. My dear, I believe that every Form 4 alikuanga around 17, 18, hapo. Huh? What do you mean you were in love with a man 9 years older than you? Usinikumbushe ulikuwa unampelekea chakula, and to make matters worse, analala na wanawake wengine, and you're in love. Okay, it's okay. I was in love. So I decided nikuwe namwekea estrogen pills kwa food. Hey! Estrogen pills. Do you know hizo ni nini? Hizo ni madawa za hormones. Hizo ni madawa zenye watu wanaekewangwa. Hizi ni vitu kama za family planning kama sijakosea. Alafu nikiambia wanaume mwanze kupika mnaona mimi ni mwendo wazimu. Morome, utakula sumu siku moja. Umepigwa na butwa? Bado. Let us continue. So I decided nikuwe namwekea estrogen pills kwa food yenye nilikuwa nampelekea shule. Kwa food yenye nampelekea, na nikamaliza shule while I was still doing the same to his food. Around last year March, I got pregnant, but not for him, for another guy I was doing friends with benefit with. Hey, msichana. Ebu nielewe kitu moja. You were in love, but you were doing friends with benefit with another man. How? Nakwambia Nairobi. Nairobi ni watu wawili peke nyu mnapendana. Otherwise, ni minyororo. Rafumba, chain. Honestly speaking, as I read you this story, I am very grateful niko single. Kwa sababu, kama hivi ndo vitu zinaendelea hapa duniani. Wacha niwe peke yangu. Juu sikuwa na job na I needed the money. The guy was rich, but I decided not to tell him about the pregnancy. Niambia the guy was dating, but since hakuwa na job, he wasn't helping with anything. So I told the friends, with benefit I'm pregnant, na he rented a house for me. Juu he was married, but sadly I lost the baby. Huyu jamaa I was helping with food and money, akaanza madharau. After I lost the baby na alikuwa ashapata job, so he didn't need me anymore. Boy. You see what happens? Unasaidia mtu, anapata kazi, umemlisha hiyo miaka yote. For 1 year, before apate kazi ajijenge, any dropout. Akipata kazi, hakutaki. Hiyo food yote ya mama yako yenye ungekuwa ukikula asubuhi, wasted. Who the hell? Tuendele. Mpaka niko na joto. So he started dating some Turkana lady, then I found out about her. Remember nilikuwa namwekea jamaa pills ya estrogen kwa food ndo nimalize motility yake. Woi. Watoto mko nao si wenyu. Au si wenyu. Remember dem alikuwa shekelea huyu mwanaume that ako na mimba yoyo mwingine wa friends with benefit. Na hapa ashamaliza motility yake. Sasa jamaa hata hajui. Anafikiria ako fertile. Unadhani
So I never used FB na sikuwahi shika ball yake. So huyu Mturkana anasema ako na ball yake. Me, I'm still madly in love with him na niko obsessed. Asi. Who the hell? Like, be for real. Be for real mali uko wewe. Hey. Now, I don't think the pregnancy is his, but that doesn't matter. What matters is what I have in store for him. Who's weed. Nataka nilipe makarao, ndio nilimaliza. Aiso hapa nilicheka mpaka nikaanguka chini, sikuwa nimesoma yote. Nataka nilipe makarao amshike, na before ashikwe, nishalipa na atandikwe juu I'm sure that Turkana girl atamwacha the moment ataona how fucked up his life is. So nataka achapwe na ashikwe, let's say for 5 months hivi. Hivi ndio kujirebuild ikuwe ngumu kwake, arudi kwangu. Haibo. End of story. Dunia haina huruma. Dunia haina huruma. Hizi ndio vitu zinaendelea duniani. First of all, I do not even support this lady vile aliyekewa mwanaume hizo pills kwa food. Hiyo si poa at all. Second of all, hata ima mekutandikana ama kutandikwa, I do not even support it. And to make matters worse, kama mtu anatandikwa, I thought anatandikwa ndo upate revenge. What do you mean that anatandikwa ndio akuwe chini ya kurudie? Like, what is wrong? What is wrong? And honestly speaking, the reason why I usually post this video, si wewe kucheka hapo, mnacheka hapo. Hapana, it's for you to learn something. Uone vile vitu zinafanyikia watu hapa nje. And understand that dunia si mama yako, si baba yako, and that person you love anaweza kugeuka any moment, whether she's a wife, whether she's your girlfriend, whether he's your boyfriend, whether he's your husband. Any fucking moment. So kama unajua unauza bangi na uliumiza msichana mwenyewe moyo, ukaendea Mturkana, kimo chako kimotoni unakujiwa. Okay? Kaya Mungu. Have a lovely day.